Haya, vizuri sana. It is a beautiful morning. Dakika 34 tari hapa hivi ndani saa 3 majira haya Afrika Mashariki. My good name is Delvis Solinga. Mimi ni Jessia Ngashi, mtetezi wa mama. Ongeza mzee mwenye shughuli nyingi kama kachumbari na inakuwa nzuri tena zaidi. And right now tulikuwa tushasema nataka tuzungumze na kama kawaida unavyojua kwamba ikifika awamu kama na hii huwa tunamumunya hoja hapa hivi vile ambavyo inavyofaa. Vile inafaa. Ha! Should I say that somehow I'm not happy? Should I say I'm asking for a permission? You're flabbergasted. I'm flabbergasted. Wajua bwana, kwa maisha haya sometimes bwana, kuna watu ambao huwa tunawatazama na nasema hata kama. Unaona hiyo situation ya kusema hata kama. Kuna situation mingi sana ambazo zinakuacha na ile hata kama mingi. Sasa wewe ni shangazi yangu. Tuseme labda mimi nimekuwa mtoto yatima. Yes. Tangu nilikuwa mtoto mdogo. Ukanisomesha. Tumekaa na wewe vizuri sana. The super hakuna shangazi kama wewe. Wewe ni number 1 kwa mashangazi. Super auntie. Despite the fact that mashangazi waga wicked. Most, not all. Underline the word most. Kuna mashangazi wengine huko hatari. Very wicked. Very. Hey. We asikambie mtu. Wewe. Sasa shangazi kakusomesha. Kisa wazazi wako waliaga. Ukaacha mikononi. Hata ina happen kwamba wewe uje kuona wazazi wako. Umekaa maisha yako yote ukiwa shangazi. Katoto. Alafu kusema ukweli Mungu naye kabariki shangazi. The favor of God is upon the shangazi. Amebarikiwa mali anayo nini. Au yateseka mtoto wenyewe. Maisha kwa shangazi hapo sawa kabisa. 100%. Umesoma ukaingia pale Ibubi Girls. Kasoma Ibubi Girls 4 years. Wewe ndio huyo Maseno University. Piga pale miaka yako 4. Ukaongeza ingine 2. So uko unafanya medicine. Miaka 6 pale. Miaka 6 ukamaliza. Uka graduate first class honors pale, mtoto wenyewe jamani. Akili za baba yako na mama zako zote zikaingia juu ya akili yako. Wewe ndio huyo flying colors, mtoto daktari. Mtoto daktari labda wa kiume. Ikafika wakati bwana, unaona una pesa, una nini, unataka familia aweze kujijenga pia nawe. Uendeleze kizazi cha wazazi wako. Yes. Unaoa msichana very beautiful ambaye pia ni nurse. Nurse mzuri sana, msichana wa wenyewe mrembo kabisa, aliumbwa akaumbika masikio yenyewe butterfly ears. Na zigwembezi nkaa vizuri. Yaani barafu yako ya moyo hiyo. Yeah. Zigwembe sawa, mtoto kiluya mzuri kutoka Busakami. Mungu kakubariki pale. Sasa shida inatokea, your aunt anaamua kuwa controlling kwa maisha yako na your wife. Kisa na maana shangazi kakusomesha. She feels like she owns you. She owns you and you have to submit to her. Now that she is responsible for your education and life. Amekuwa katika maisha yako, amekulinda na every time ukimess anakukumbusha, unajua kama si mimi, kama singekusomesha wewe hata sijunge. Na ndio maana tulianza kusema hata kama. Tulianza kusema hata kama. Sasa nafahamu kwamba unaelewa hiyo hata kama imekuja na nini. Sasa shangazi inafika wakati pia anararua mke wako makofi. Na umekaa tu. Sasa utafanya unaambia mke wako my hands are tied. You know, sasa it is because of auntie that we are where we are today. It is because of auntie that I am a doctor. Siwezi mkosea heshima. You know, auntie amenitoa mbali sana. Kama si yeye manze. Wewe na wewe auntie yako mtajua mjui. Auntie amenisomesha kutoka chekechea. You see. So auntie anakuwa hivyo. Mimi I'm coming, okay, tumetoka kwetu, si ndio? Mimi na wewe tuenda kutembelea auntie yako ambaye who happens to be your foster parent, si ndio? Because she took responsibility ya wazazi wako. And I'm not complaining. In fact, I'm so grateful. Amekusomesha, mimi sikatai. You are where you are because of her. Mimi sikatai. But she doesn't have any right ya kunigonga ama kunichapa mimi.
Unaona? Wewe Tumeenda. mtoto msumbufu, kichwa ngumu. Mimi si msumbufu. Anakufunza tu adabu. Hauwezi ukanifunza kwa kunichapa. Maana You need to understand kwamba I am a grown up. Waswahili walisema asiyefunzwa na mama atafunzwa na ulimwengu. Huyu shangazi ni ulimwengu, anakufunza binti. Kubali kufunzwa, kakofi kamoja tu naanza kulia. Kakofi tu kashangazi hata. Alafu uko tu hapo unaona tu nikichapa. Sasa nitafanyaje my hands are tied? Wewe. Hebu usinikasirishe. Ati your hands are tied. Very tied. Tell me why I'm just in the kitchen innocently making some omelets for you. And maybe I use maybe 4 eggs. Yeye anakuja, mbona unapika mayai 4? You're supposed to cook only 2 eggs. Yeye mnaharibu chakula. I'm like, auntie hapana, nilikuwa napika 4 ndo tukule. Coffee ashanipea. Ama zangu ama zake. Sasa wajua, tutajua hiyo nyumba si yake, lakini atajua ajue. Auntie anajua jinsi ya kutafuta. Hakuna. Wewe nao unataka kuharibu mali. Mimi mbona ananichapa? Si akuchape wewe Zumbukuku. Anichape nani? Mimi Zumbukuku nani? Akuchape wewe. Nani ambaye amemkuta kwa jikoni? You know, hey. Amekuta nani kwa jikoni? Unless yani mimi kiwete yani sijiwezi hoe hai sina yani, lakini atajuaje? Mimi. Lakini sasa shangazi sijua kufunza tu adabu hapa hivi. Mbona nitandiki? Ushike adabu zako. Ananieka makofi kwa nini? Kwani kurekebisha mtu tu kumwambia hapana ungetumia 4 tumia 2. Shida iko wapi? Ama ameingia kwa nyumba. Wakati uliopita alikwambia haya, kanda unga nusu mfuko. Wewe ukakanda unga wote pale ukaharibu unga. Chapati tuko watu watatu unakanda unga mfuko. Sasa si pia kuna kesho. Kesho gani? Amesema lazima tuleleo na kuna watu ambao hawapendi chakula cha leo kiliwe kesho. Kwani mvibani kigawia jirani? Jirani wajisoti. Kuna mbwa pale nje haja kula. Mbwa anakula chapati. Ani mbwa wapi? Ama ni wakule husigulwe mimi na bibi. Unaona kina Bosco akikula chapo huko. Mbwa anakula chapati. Kanivo. Anakula vizuri sana. Mbwa siku hizi wanakula Hivi msikilizaji, mazungumzo haya na mtazamaji tunayazungumzia ni kisa hapa ambacho tunazungumzia kinachohusisha kwamba kwa sababu shangazio kakusomesha, labda wewe mtoto yatima au hujawahi kuona wazazi wako. Sasa inafika kipindi bwana, shangazi yako anakuwa ana take full responsibility of your life to the way that even anakucontrol wewe, na kijana tayari wewe ushatoka kwa anti yako, wewe uko katika ndoa. Hata anafika kipindi anararua, usipatie bibi yako 2000 ya kushuka, watu wanashukanga na 1000. Anamrarua nani? Upcoming Mother James makofi. Mama James amevaa dera lake vizuri, anambia mimi hapa kwangu watu wavai hivyo, umevaa hivyo. Hebu enda uchange uvae kama msichana like, Kwa hivyo shangazi aliyekusomesha ana haki ya kukugombanisha kila wakati anapohisi anafaa kukugombanisha, ama awe wa kutomheshimu mkeo. Wanaume ati bibi yako anachapa tunaona. Sasa nitafanyaje? Tunashanga. Sasa mbona antia na mchapa? Ati no, I cannot do anything. She's everything to me. Now ukimwona akikuchapa hata usiongee. My hands are tied. Wewe tulia tu. Atatulia, sira zake zitaisha. Wewe na huyo anti yako mtakipatapata. Hiyo hata kama ni lana itanipata mbele. Ngoja, hivyo utafanya nini? Nitamtandika pia mimi, kwani mimi nikiwete. Atajua ama zake. Mimi mtaweza kanitandika tu mtu mzima, mimi wanichapa tu nikana kuangalia hivi kama mbaya sina akili. Hebu sasa acha nikuulize swali. Swali rahisi tu hivi. Mamako akikuchapa hivi sasa hivi na umri wako. Sikiza, usijibu kwanza. Listen first. Wacha na mbwembwe. Breathe in, out. Heavy one. Very good. Mamako akija sasa hivi ya kusabe moja kushoto, alafu pia kuweke kulia, hivi utaregesha? Ndio la? Ni mamangu, kuna tofauti. Wacha kusema mamangu. Nimeuliza tu ndio la. Sitarudisha sababu ni mamangu. Pia huyo shangazi yangu sirudishe. Mamangu akunizaa. Huyu ni mamangu, mamako kwa ndoa huko. She is your foster parent. She's not your real parent. Ndio huyo sasa ndio na she's not a real mother. And hata hivyo your mother is not yani my mother-in-law haiko guaranteed kwamba ana mamlaka yote kunichapa mimi. Kama mtu akuchapa anachapa wewe. Wewe si ndo mtoto wake. Mbona nichape? Akuchape. Kitu cha kwanza mimi hajanizaa, hajanikuza. Anatope mamlaka ya kuniguza, kunigonga, kunichapa. Mimi namruhusu kwa sababu mamlaka haya amepewa na nani? Namruhusu kwa sababu
asiyefunzwa na mamaye. Hakuna mambo na asiyefunzwa na mamaye. There is no way you'll walk into a room, you're saying hi, kwanza unataja jina, hi Delvis, and then you expect me to say hi mommy, and you did not hi me. Ungesema hi kila mtu. You are hiring only one person and you're expecting the other person to hi you. Asipoku hi, you unaanza makofi, maslaps left, right and center. And then you expect me to just keep quiet and say no, you know she's my mother-in-law, you know respect gani? Ulisikia wapi? And she's my mother-in-law, so I'm supposed to respect her. Mama mkwe ambaye hana akili anafaa kwa sehemu yake. Unaona? Mimi huwezi nitandika tu mimi nikikuangalia. Huyu si mama mkwe. Mambo na sijui auntie-in-law, sijui nini. Huyu ni shangazi mkwe. Tutajua na huko mbele. Wewe si mtu mzima kama mimi. Usilete violence kwa boma. Mtu mzima ovyo. Hebu wewe tuambie unahisije? Hapo unahisi ana haki kwa sababu alisomesha mume wako huyu na anachukua control kabisa ya maisha yake. Yaani huwa anamgombanisha mara nyingi sana. Anamgombanisha. Yaani do you know kwamba kuna watu they don't accept that we grow. Sasa kwa hiyo hali they still want to control you na vitu kama vile. Even as we speak right now, kuna watu aina hiyo ambao they are still controlling even their sons in marriage. They are still controlling their daughters in marriage. Why? Because they think they are accounted for what they are living. You understand? So inakuwa ni tatizo sana. Kwa hii hali inakuwa kizungumkuti